kuna mawakala wa shetani ambao wanasali lakini kazi yao ni kudhoofisha imani za wengine. Biblia inaweka wazi kwamba baada ya kuokoka lazima mwenendo wako umstahili mtu aliyemwamini Kristo. Lazima uishi maisha ambayo ni tofauti na wale ambao hawajaamini. Sasa leo utamfundisha nini kahaba aliyekukuta unaingia guest na huyo mchepuko? Utamfundisha nini yule ambaye anajua kwamba wewe umeokoka na unakwenda guest na mtu na yule mtu amekuona, alafu kesho akukute kwenye mkutano wa injili anambia karibu uokoke, karibu uokoke? Utamwokoaje yule mtu? Yaani unamwambia aokoke kwa lipi ambalo pengine yeye analitenda ambalo wewe ulitende? Kwa sababu kumwambia mtu karibu muamini Kristo ni kwamba nina tabia ambazo wewe una. That is the means of salvation. Maana ya ushuhudiaji, ndugu yangu acha ulevi, maana mimi silewi. Ndugu yangu acha uongo, mimi sio muongo. Ndugu yangu acha wizi, mimi sio mwizi. Huo ndio maana ushuhudiaji. Ndio maana Paulo anasema kama wewe ambaye unaiba, umwambia mwenzio usiibe, wafanye nini? Wamkemea mtu usiibe wewe na waiba wewe. Useme uongo wewe na wasema wewe. Usizini wewe na wazini wewe. Naona hayo mambo. Kwa hiyo zana nzima ya ushuhudiaji wa makanisa yetu ya Kipentekoste, tunawaambia watu badilika kuwa kama mimi. Badilika, learn to change, jifunze kubadilika. Haleluya. Haleluya. Lakini kama wewe unayo maisha ambayo yule mwenye dhambi anayo, tabia ya yule ndio ya kwako. Ndio maana watu wengine imekuwa ngumu sana kuwashuhudia marafiki zao, maana wanakujua tabia yako. Imekuwa ngumu sana kuwashuhudia ndugu zako, maana wanakujua tabia yako. Imekuwa ngumu sana kuwashawishi watu wa ukoo, maana wanakujua. Inakuwa ngumu sana jirani zako kuokoka, maana wanakujua wewe sio mfano wa kuigwa. Shuleni huwezi kuwashuhudia wanafunzi wenzako, maana wokovu kwako ni kanisani. Kule wewe ni masela, kule wewe ni sister du, kule wewe ni brother man. Ukifika mahali wewe ni mtu mwingine kabisa, na motion inabadilika, na mavazi yanabadilika, lugha zinabadilika. Na mtu akijaribu kukwambia wewe mbona tunakuonaga umeokoka, unamjibu kama Petro, hey, mimi kule naendaga tu. Unajua wana mafundisho mazuri. Watu na pia naendaga tu. Kwani wewe ukienda kanisani, kwani ukienda kanisani ni dhambi? Sio dhambi. Sasa anakujibu, mbona kwani wanaokwenda kanisani wanaruhusiwa kufanya dhambi? Wako kama wewe. Wanaokwenda kanisani wako kama wewe. Wanafanya hayo unayofanya hapa. Unamjibu, usinihukumu. Mungu ndiye anajua. Kabla hujafa hujaumbika, ukiwa katika dunia hii hujakamilika, ndio lugha zao. Biblia inasema ijapokuwa tunaishi katika mwili, hatuenendi kwa jinsi ya mwili. Haleluya, haleluya. Lazima tuishi viwango vya kukamilika. Hata kama kuna mapungufu yataonekana, kwa nini mapungufu yako yawe tu ya dhambi? Yale mapungufu yako eti ni ya kutenda dhambi, sio mengine. Si bora hata yao ya kushindwa kufunga na kuomba. Tunasema hayo ni ya njaa. Amina, amina. Si bora yao ya angalau ya hasira, kwamba hasira na kupanda haraka afu baadaye inashuka, unasema nataka kumkosea Mungu. Lakini wewe eti mapungufu yako eti mwanadamu hajakamilika, unavaa viungo nusu uchi. Eti mapungufu yako ni kwenye pombe, eti ndio mapungufu yangu. Eti mapungufu yako ni kwenda disco. Dhambi tu. Kwa nini uchague dhambi ndio mapungufu yako wewe? Haleluya. Haleluya kanisa. Ni kwa sababu roho ya mpinga Kristo inatenda kazi kwa nguvu duniani.